Bwana Fuse, shalom, bwana asifiwe, assalamu alaikum. Nimesikia maoni yenu, ngipenda ni posti upya Minsk Agreement. Nimeziweka zote mbili, Minsk Agreement 1 na 2. Kwa hiyo ukimaliza hii 1, 2 utazikuta zote mbili ziko tayari. Natoa shauta 5 kwa sababu comment nyingi sana, and mwisho tena nitatoa 5. Dubsman shout out, anasikiza kutoka London, UK. PH Mahmud, by the way nikikosea kutaja majina mnisamehe, kutoka Muleba. Pisco anasikiza kutoka Denmark. Juma Sefu anasikiliza kutoka Mwanza. Mwanza huu ni homeboy kabisa, mimi nyumbani ndo Mwanza, kwa baba mtaa Uhuru, kwa mama mtaa Rufiji. Nimesoma Nyanza Primary, nikasafiri nikarudi, nikapiga thakafa kidogo pale, tukaendelea na maisha mengine. Shout out kwa Sofia Liwenje kutoka Mozambique. Wengine tutatoa shout out mwishoni. Vile vile usahau ku like video, subscribe. Leo tunaangalia makubaliano ya Minsk Agreement. Kwa nini yalitengenezwa ya makubaliano? Na nani anahusika? Na yanafanyaje kazi? Na kwa nini yalifeli? Ninapoongea facts, huwa naweka either chanzo au reference. Huwa lengo langu ni kuwafungua wanafuse wenzangu tuwe na utamaduni wa kujisomea na utamaduni wa kufanya research wenyewe. Nina vitu vingi sana kichwani, huwa natamani sana kushare na nyie, ila majukumu mengine yananibana. So huwa natamani sana wanafuse wawe na msingi mzuri wa logic, kuchambua taarifa anapokutana nayo, na pia awe na uwezo wa kufanya research. Mfano, kwenye makala yangu ya Fuse X-Files niliongelea mada ya sera za kupunguza watu duniani kupitia chakula, madawa, chanjo, vipodozi, na sera ya Rockefeller ya kutengeneza kizazi cha watu, kizazi cha wafanyakazi, sio kizazi ya wanaotafakari. Rockefeller 1921 alisema, na nishaongelea before lakini naigusia hapa, I need a nation of workers, not a nation of thinkers. Nahitaji taifa la wafanyakazi, kwa maana kwamba mfanyakazi anafuata anachoambiwa, sio taifa la watu wenye kufikiria. Kwa hiyo wanadumaza watu akili kwa makusudi, wasio na uwezo wa kujifikiria, wasio na uwezo wa kuchambua mambo. Na hicho ni kitu ambacho najitahidi sana kupambana nacho. Wanafuse wenzangu, tuwe tuna huruka hii. Watu wenye kutafakari na kuangalia mambo kwa jicho la logic na akili, kama DJ Sma na wengineo wanafuse na waliokuwa nje wanafuse, hawatakiwi na huwa wanapigwa sana vita duniani kote. Baba zetu wa taifa waliopigania uhuru wa nchi zetu, wote walipigwa vita na kuitwa majina ya ajabu ajabu kama waongo, wazushi na wenye kuleta machafuko, simply because, kwa sababu tu hawakukubali walichokuwa wanalazimishwa kuamini. Watu kama kina Mandela, watu kama kina Sankara, watu kama kina Gaddafi, watu kama kina Jomo Kenyatta na wengineo wengi, list ni kubwa sana. Wengine kama Martin Luther King Jr. na kina Malcolm X, mifano ni mingi. Mimi nawashauri sana wanafuse, someni, iwe ni vitabu, iwe ni makala, na sasa hivi internet imerahisisha sana. Kwenye simu unaweza kupata faida kubwa sana, na nakushauri kama unaijali afya yako, katafute kitabu cha Dr. Sebi. Ni mtu mweusi, alikuwa anatibu watu kwa kutumia vyakula na mimea tu. Hakuna vidonge, hakuna madawa, hakuna maprocess ya ajabu ajabu, na walimuondoa. Minsk Agreement ni nini? Leo tunaanza kwa kauli moja kati ya visionaries bora kuwahi kutokea kwenye tech. Steve Jobs anasema hivi, you can't connect the dots looking forward. Huwezi kuunganisha nukta ukielekea mbele. You can only connect them looking backward. Unaweza ukaunganisha kurudi nyuma. So you have to trust the dots. Kwa hiyo unahitaji uamini zile nukta will somehow connect in your future. Kwa njia moja au nyingine zitakuja kuunganishika katika future yako siku za mbeleni. You have to trust in something. Inabidi uwe na imani na kitu. Your guts, akili zako, your destiny, your life, karma, whatever. Inabidi uwe na kitu ambacho unaamini. This approach has never let me down, anasema Steve Jobs. Nadharia hii haijawahi kuniangusha kamwe, ya kuconnect the dots, kurudi nyuma na kujiamini. And it made all the difference in my life, na ilifanya mabadiliko makubwa sana au tofauti kubwa sana katika maisha yangu.
Na kugusia tu ili muelewe, Steve Jobs ndo alianzisha Apple, alafu akaja akafukuzwa kwenye kampuni yake mwenyewe aliyoanzishwa, akaenda akaanzisha kampuni nyingine ambayo inaitwa Pixar, ambayo ni maarufu sana animation. Baadaye ndo yeye anachosema kwamba your dots will connect in future somehow. Apple ikafeli, wakaja wakamrudisha yeye, ndo akarudi na akaifikisha mpaka sasa hivi, na ndo kampuni ambayo ina value kubwa zaidi duniani, kampuni pekee ambayo ina value ya $3 trillion duniani. Ili uelewe anachokisema huyu, tunarudi kwa bwana Sun Tzu. Sun Tzu anasema hivi, strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before a defeat. Anamaanisha nini? Na hii Wanafuse na shauri sana tuitumie, kwa sababu matumizi yake sio vitani tu, bali kwenye kila kitu kwenye maisha yetu, kwenye biashara, kwenye familia, kwenye hata unapotaka let's say hata kwenye kutongoza, yote ina apply, kwa sababu ukiwa una strategy hauna tactics utafeli, ukiwa una tactics hauna strategy utafeli. Kwa hiyo lazima ujue jinsi ya kubalance mambo. Na kwenye vitu vyetu vingi, ushakuwa mtu anaanzisha biashara alafu anafeli. Unaweza kuona mtu kaanza chini lakini mara anakuja anafanikiwa, kwa sababu hii ni formula ambayo ina apply kwenye maisha yetu ya kila siku. Anasema hivi, mkakati bila mbinu ndo njia ya taratibu zaidi kuelekea kwenye mafanikio au ushindi, na mbinu bila mikakati ndo kelele kabla ya kushindwa au kuanguka. So ndo haya unachosema, unaweza kashangaa mtu kaanzisha biashara na mbona makelele afa anakuja anafeli baada ya mwaka mmoja kuisha habari. Na tushaona mfano wasanii wengi sana especially wa kibongo, wameanzisha simu za starehe, wameanzisha biashara, wameanzisha nini, alafu anakuja wanafeli. Ndo hii hapa, mbinu bila mikakati ni kelele kabla ya kushindwa au kuanguka. Umeelewa? Kumbuka hivi vitu vimeandikwa miaka 2500 nyuma. Kuna wasanii wengi sana, wafanya biashara wengi, washikaji wengi wanaanzaga vitu na mbwembwe, makelele, alafu kimya. Mimi ni DJ, kuna klabu waga zinafunguliwa zina makelele, zina mbwembwe na shangazi zimekufa. So kuna mambo mengi sana ya kuzingatia. Hii ni formula ambayo tukisikiliza na tukiifanyia kazi vizuri itatusaidia kwenye maisha yetu ya kila siku. Sasa kwa nini nimeanza hivyo? Kwa sababu hivi vita watu vinawapa wakati mgumu sana, na nimeshangaa. Unajua watu wengi wanavijua hivi vita tangia vilivyoanza Februari mwaka 22 baada majeshi ya Urusi kuingia Ukraine, lakini hawajui chanzo chake. Na kwenye mwaka mmoja hivi vita, nilisema hivi vita vilianza tangia mwaka 1991 ilipovunjika USSR au Soviet. Nimeviongelea kwa undani zaidi, na kuna hatua kadhaa. Moja ya hatua ambayo ndo haswa na halisi ambayo ilianzisha vita vya moto hivi ni mwaka 2014. Kwa hiyo inabidi sisi ili tuelewe vita ambavyo vimeanza mwaka 2022, alichosema Steve Jobs, you can only connect the dots backwards. Inabidi uunganishe hizi nukta kurudi nyuma. Hii ndio njia ambayo itatuwezesha sisi tuelewe kinachoendelea sasa hivi. Lakini kwenda mbele, sisi sio watabiri wa kujua kwamba kesho kitu gani, hiyo Mungu ndo anajua. Ila kuna patterns ambazo tukizifuata huwa zinatupa dira. Kesho huenda kikatokea hichi, kesho kutwa kikatokea hichi. So turudi nyuma. So Minsk Agreement au makubaliano ya Minsk ni nini? Ni makubaliano kati ya nchi 4, 2 zikiwa wagomvi na 2 zikiwa kama wasuluhishi na wasimamizi. Urusi na Ukraine ndo wagomvi, Ujerumani na Ufaransa kama wapatanishi na wasimamizi, wao wakiwa wawakilishi wa OSCE, Organization for Security and Cooperations in Europe. Nini sababu ya kuzaliwa Minsk Agreement? Mwaka 2013 Novemba kulikuwa kuna Maidan protest, maandamano ya Maidan ambayo yalianza Kiev. Haya ni mapinduzi yaliyotengenezwa na CIA kuiondoa madarakani serikali iliyochaguliwa kidemokrasia ambayo ni Viktor Yanukovych, na ushahidi upo wazi. Unaweza kuona hapa makala, Victoria Nuland ndo alisimamia, na hizi video zimeshavuja, zipo wakiongea, wakipanga wanamchagua nani, watafanya nini. Yani ni vitu ambavyo viko wazi kabisa. Kama mnavyojua DJ Smart nikiongea naongea na facts. Kuna watu wanaamua kubisha, that's up to you. Zoezi lililosimamiwa na Victoria Nuland. Biden kipindi hicho alikuwa ni makamu wa rais, na kipindi hicho mwanae, sijui watu kama wanafuatilia vitu, ndio maana wanasema nina vitu vingi sana, lakini najitahidi kutoa kutokana na muda na majukumu. Mwanae alikuwepo Ukraine, alikuwa anasimamia hivi vitu. Kuna laptop yake ilikamatwa ikakutwa na vitu vingi sana. So anyway, hii ni mada ambayo ni ndefu, tutakuja kuiongelea some other time iwapo tutaamua kuiongelea. Wakamtoa, akaingia Petro Poroshenko. So Marekani wakaeka mtu wao.
Urusi akajibu mapigo kwa kuimega Crimea. Mwaka 2014 ni mwaka wenye matukio makuu matatu ya muhimu kwa historia ya Ukraine. Ya kwanza ilikuwa ndio mwisho wa mapinduzi ya Euromaidan ambayo tumeongelea, alianzia mwaka 2013. Cha pili ni pro-Western Poroshenko akachaguliwa kuwa rais, aliyepo sasa hivi anakuwa ni rafiki wa Marekani na nchi za Magharibi. Na tatu, wanapoteza Crimea, Urusi anaimega Crimea. Kama vile Marekani hawezi kamwe kuruhusu nchi mpinzani iwe na ushawishi kwenye nchi jirani za mipaka yake kama vile Cuba na Mexico, Urusi hawezi kuruhusu nchi mpinzani awe na ushawishi kwenye nchi ambayo inapakana naye kama Ukraine na Georgia. Baada ya kuondolewa kiongozi aliye rafiki wa Urusi na kuwekwa kiongozi rafiki wa Marekani na NATO, Urusi ililazimika kuimega Crimea, kwani ni base ya kijeshi ya maji, naval base yenye umuhimu sana. So angeruhusu serikali rafiki ya Marekani isimamie kambi hii, ina maana ile serikali ingeruhusu meli za kivita za Marekani na nchi za NATO kuingia Crimea, ambayo ni kama uanikwa Mrusi. Mpaka hapo ngoma draw 1-1. Marekani na NATO wana goli moja kwa kumtoa rais rafiki wa Urusi na kuweka kibaraka wao, na Urusi kasawazisha kwa kuimega Crimea. Na alifanya hivi kwa watu wa Crimea kupiga kura ya kutaka kujiunga na Urusi. Kuna kitu kinaitwa referendum, tutakuja kukiongelea hapo mbele. So hiyo ni introduction ya Minsk Agreement. Tunaingia hatua ya pili ili tuelewe hatua inayofuatia na kuzaa vita vya Donbas. Tuangalie ramani hii, ethno-linguistic map of Ukraine. Ndani ya Ukraine, nani wanamsapoti Urusi na nani wanamsapoti Ukraine na nani ana asilia gani? Sehemu nyekundu, mostly Ukrainian speaking, ni watu ambao wanaongea ki-Ukraine na ni supporter wa Ukraine. Sehemu yenye pink, asilimia kubwa wanaongea ki-Ukraine. Sehemu yenye njano, asilimia kubwa wengi wao wanaongea Kirusi, kwa maana kwamba wana asili ya Kirusi. Sehemu yenye mistari ya nyeupe na nyekundu, Rusian, ni aina wa Ukraine. Sehemu yenye brown, hawa ni ethnic Russian majority, yani kwamba hawa wana asili kabisa na utamaduni wa Kirusi. Sehemu yenye mstari wa njano na brown, asilimia kubwa wanaongea Kirusi na wana mila na tamaduni za Kirusi. Hapa kuna kidogo, ukiangalia kuna sehemu ya grey, ni sehemu ndogo sana. Hawa ni wa Romania na wa Moldova. Kuna kasehemu ka kijani ambao ni Hungarians, na kuna sehemu ya purple ambayo ni Bulgaria. Naomba nikuoneshe ramani nyingine. Hii ndo asili ya Ukraine, na kuna siku tutakuja kuiongelea Ukraine na kwamba Ukraine haikuwahi kuwa nchi. Sasa hapa asili ya Ukraine ndo hii ya njano unaiona katikati, mwaka 1654. Alafu mwaka 1654 mpaka mwaka 1917 ikaongezeka sehemu ya kijani. Alafu mwaka 1992 ikaongezeka sehemu ya pinki, yote unaiona chini. Alafu mwaka 1954 ikaongezeka Crimea ambayo ndio hii ya chini kabisa. Alafu mwaka 1939 mpaka mwaka 1945 ndio hii kijani iliyokolea ya kushoto ikaongezeka. Kwa hiyo utakuja kugundua kwa nini ina makabila mengi na nani ana uwiano na nani ana asili ya wapi. Hiyo ndo asili ya Ukraine. Na wachambuzi wengi sana kama kina Doug McGregor wanakuambia kwamba kiasili, ukienda kihistoria, Ukraine sio nchi, ni kwamba ni vipande viliungwa huku na huku na huku na huku vikatengenezwa. Hapa tutaelewa kuwa eneo la Ukraine, tukifanya tuwe fair, tuseme nusu ya wa Ukraine ila nusu ni ya Warusi. Najua una maswali mengi kichwani, tukai pamoja nitakujibu. Na angalia hii hapa ramani ili uelewe. Ukiangalia huku chini, Russia oriented Ukraine, asilimia kubwa huku chini ni watu ambao wana asili ya Kirusi. Juu ndo watu ambao wana asili ya Ukraine, ni wazalendo wa Ukraine. Wa chini ni wazalendo wa Kirusi. Na ndo maana watu nimewaambia, ila watu hawaelewi. Kiwa mbishi huwezi kuelewa. Mrusi alivyokuwa anaanza vita, alienda Kiev, akasimama kwenye mpaka wa Kiev, hakutaka kuvamia, hakuwa na lengo la kuvamia. Na niliongea kwamba idadi ya majeshi aliyoenda nayo ni 60,000, haitoshi kuteka mji wenye wakazi zaidi ya 5 milioni.
cha kwanza. Cha pili, uweze ukavamia mji au nchi ambaye hawakutaki. Utapata wakati mgumu sana kuwatawala, na mara nyingi wale huwa wanaingia kwenye kitu kinaitwa guerrilla tactics au guerrilla warfare. Utapata wakati mgumu sana. So ile ya kwanza ilikuwa ni diversion na ilikuwa ni pressure ya kutaka wakae kwenye majadiliano ili wapate suluhu ya mezani, na almost ipatikane kwa sababu walienda Uturuki na ilikuwa bado kidogo wasaini, na nitakwambieni nani ambaye alivuruga mapambano hayo. Kwa hiyo ukiangalia huku chini ambavyo ndo vita vinapopigana, ambapo kuna Donbas, ambapo kuna Soledad, kuna Bakhmut, Odessa, huku chini wana asili ya Kirusi, na ndio maana Mrusi anataka kukomboa haya maeneo, kwa sababu hawa watu asilimia kubwa, na hata tukiangalia kwenye mapu zilizopita, asili yao ni wa Urusi. Kwa hiyo anawapambania hao, hawataki huku juu, na nishaongelea before. Na kwa nini Crimea ina Warusi wengi? Jibu ni kwa sababu ni sehemu na eneo la Urusi. Hii ndo asili yake. Mpaka majuzi, mwaka 1954, Nikita Khrushchev, kiongozi wa Soviet, aliwapa zawadi Ukraine kwamba eneo la Urusi, lakini akawapa kama zawadi. Wanahistoria, nimesoma sana ya makala kutaka kujua undani wake. Kuna watu wana mitazamo tofauti mingi, lakini mojawapo ni kwamba ambayo nimeona ina nguvu. Kwanza, alioa mke wa Ukraine, na pili, alikuwa katika nchi za Soviet anayoipenda yeye ilikuwa ni Ukraine. Vile ilikuwa ni kuonesha nia, ni alama kwamba wote ni kitu kimoja. Kwa hiyo sisi tunakuaminini, tunakupa eneo letu kama an olive branch kwa ajili ya kutengeneza undugu. Isilete picha kwamba Mrusi kazi yake ni kuchukua tu, kwa hiyo akawapa. Ila kuna sababu nyingi sana, mojawapo za kimipaka, zingine za kijeshi, zingine za kiuchumi, lakini zote nimeona hazina nguvu. Ila kama nilivyosema, Mwanafunzi unaweza ukaenda ukafanya research. Kwa hiyo Crimea aliimega bila kutumia risasi hata moja, na ilivyofanya referendum, maamuzi ya pale, 98% walipiga kura ya kujiunga na Mrusi, kwa sababu asili yao ni Warusi. So ni eneo la Urusi lililopewa Ukraine, ndo maana zaidi ya 90% ni Warusi. Eneo kubwa la nusu ya nchi ya Ukraine ina asilimia kubwa ya Warusi, hii ya chini, nusu ya chini. Urusi ilipomega Crimea, asilimia kubwa ya raia walipiga kura kujitenga na Ukraine na kujiunga na Urusi kwa kupitia mfumo ambao unaitwa conducted referendum or principle of self-determination of the people of Crimea, yani uhuru wa eneo kuamua mfumo wake wa kiuongozi, na hii inatambulika na kuheshimika na sheria ya Umoja wa Mataifa. Of course kila eneo lina mazingira yake mahsusi, lakini kilichofanyika kinaendana na sheria za Umoja wa Mataifa. Ndio maana nadhani mnajua hapa Afrika Sudan ilijitenga, kulikuwa kuna Sudan ya juu na ya chini, na nchi nyingi ushashangaa ilikuwa ni nchi moja, afu zinakuja watu wanapiga kura, wanaamua kujitenga. Kosovo, Czechoslovakia na wengine wengi. Hivi vitu vipo na vinatambulika kisheria na UN, lakini kwa vile nchi za magharibi ili swala liliwaumiza kimkakati, hawakubali na wanalipinga. So watu wa Crimea wakapiga kura kujitoa Ukraine na kurudi chini ya Urusi. Kumbuka asili yao ilikuwa ni Urusi kwanza mpaka kufikia mwaka 1954. Na hii ni wazi kwa sababu hakukuwa kuna upingamizi wowote kutoka kwa raia wala viongozi wa Crimea wala umwagaji damu. Yani zoezi lilienda kimya, ni kwamba raia wote waliunga mkono. Japo Ukraine na nchi za magharibi ikiwepo Marekani na NATO hazikutambua hili zoezi na kuwekea vikwazo Urusi, ikiwemo kuitishia kuitoa kwenye mfumo wa SWIFT. Na hapa kuna makala maalum kwa undani wa hili swala la SWIFT na master plan ya Putin ya kuiua dola ya Marekani. Kama hujaangalia kaiangalie, na kama umeangalia sio mbaya ukarudia, kwa sababu kuna madini mengi mengine yakawa yamekupita. Tunaingia hatua iliyofuatia, Donbas ambayo imeundwa na Luhansk na Donetsk. Part 1 tunaishia hapa, lakini part 2 tayari ipo, so unaweza ukaiangalia next. Shout out kwa Neil Pled kutoka DRC Congo, kuna Rama Majaliwa kutoka Rovuma Tanzania, Bryson Malongoza kutoka Same Kilimanjaro, afu kuna wanangu wa Gikomba. Mimi pia napaita Kenya ni nyumbani kwa sababu pia nimeishi, nimesoma, na Gikomba ni sehemu ambayo mimi nina connection nayo. Nakumbuka wakati niko primary nilikuwa nazama Gikomba kwa sababu ya kwenda kuchukua raba na vitu fulani vya mtumba. Kwa hiyo shout out kwa ndugu zangu wa Kenya na Gikomba kwa sababu nina connection nayo. Kama nilivyosema, comment ziko nyingi, siwezi kuwataja wote, ila
niliwataja wako kwa niaba, mnawakilisha wenzio. Shukrani za dhati kwa wana Fuse ambao wana support Fuse kwa vitendo. Adil, shukrani sana kwa support yako, nimepokea mzigo wako. Katika mtu ambaye tumekuwa naye consistency tangia mwanzo wa Fuse mpaka leo, hajawahi kusitisha support yake, ni Karoli Msango. Shukrani sana, Mungu akubariki. Asante sana Suleiman Hussein kwa support yako kwa Fuse. Shukrani sana kwa Yusuf Kitoto, nimepokea support yako. Shukrani sana kwa Nicholas Masawe, nimepokea support yako. By the way, mtofautishe, nikitoa shout out ni wale watu ambao wameandika majina yao na wameniambia wanasikiza kutoka wapi, hiyo ni shout out kwenu. Alafu kuna asante ambayo ni wana support. Hao niliwataja hapo mwisho ni wana support ambao wameweza wanaendelea kuisupport Fuse, tunasonga mbele. Minsk Agreement 2 tayari ipo. Kwa hiyo ukimaliza hii unaenda moja kwa moja kwenye Minsk Agreement 2. Nimeziposti zote mbili kwa pamoja. Like video inasaidia kufikia watu wengi. Comment hapo, bonyeza kikengele. Subscribe kwenye YouTube channel ya DJ Sma 255. YouTube inaandikwa DJSMA 255. Bonyeza notification button ili unapata update kila video inapotoka. Ila muhimu zaidi, ili upate link zote za Fuse by DJ Sma kwa wepesi kutoka social media zote za Fuse by DJ Sma, jiunge na usubscribe kwenye channel. Channel ni tofauti na group. Channel unapata taarifa tu directly pamoja na link kila Fuse punde DJ Sma anapopost makala yote yanayohusiana na DJ Sma, link utakuwa unaipata pale kiurahisi zaidi. Ujiunga, scan hii QR code au tuma ujumbe wa WhatsApp, utapata maelekezo. Pia DJ Sma anapatikana kwenye social media zote kwa jina hili la DJ Sma 255, Instagram, Twitter, X, TikTok na kwingineko. Vilevile nikumbusheni kwamba support yenu ndio inaiwezesha Fuse. Chochote utakachokuwa nacho, ukipenda kushow love, namba hii hapa, unaweza ukatuma, uwe uko ndani ya nchi, nje ya nchi. DJ Sma, one love. DJ Sma.